Kwa hiyo huyu mtengenezaji wa bunduki hajazuiwa, ila ni kwamba serikali inaogopa hiyo bunduki isije ikaenda kwenye mikono isiyo salama ikaja kuathiri wewe. Ni kweli kuna hiyo sintofahamu kwa maana ya uelewa, lakini serikali siku moja huwa haizui ubunifu. Serikali jukumu lake kubwa ni kumlinda mwananchi. Hiyo ndio jukumu mama la serikali kikatiba, lazima ulindwe na serikali yako. Sasa mimi natolea mfano yule mbunifu wa helikopta kule Songwe. Serikali haikumzuia, lakini kumlinda mwananchi nilisema hebu tuangalie pia usalama wa mwananchi, kwamba helikopta ikiruka juu ikanasa kwenye nguzo ya umeme ikaangukia nyumba, tutaambia serikali hayuko makini. Kwa hiyo sio kama inazuia, lakini najaribu kuchukua tahadhari kwamba twende pamoja, pia tuende na wenzako walioko pembeni yako. Sasa huyu wa bunduki ni hivyo, kwa maana kwamba serikali inaendelea kwa mazingira rafiki, mazingira wezeshi, kusudi huyu mbunifu anapatikana ajue aende wapi, afanye kazi na nani. Kwa sababu ubunifu upo, lakini unabuni kwa ajili ya nini? Kutatua changamoto kwenye jamii. Ubunifu kusudi uweje? Hiyo jamii kuna mlaji ambaye aje kula ule nini matokeo ubunifu wako, si ndio? Kwa maana mnunuzi. Sasa unapotengeneza bunduki, mnunuzi nani? Sema logic yangu. Jeshi la polisi na raia wengine wanataka kutumia bunduki. Lakini kabla hiyo raia kununua, lazima apate vibali. Kwa hiyo huyu mtengenezaji wa bunduki hajazuiwa, ila ni kwamba serikali inaogopa hiyo bunduki isije ikaenda kwenye mikono isiyo salama ikaja kuathiri wewe. Sasa bahati mbaya ni kwamba katika kujaribu kusema jamani tuende vizuri, inaonekana kwamba huyu kazuiwa kakamatwa. Hapana. Of course akifikiwa ni kwamba je, kama ushatengeneza mtenza ngapi mumzia nani? Kusudi tujue kama serikali tuweze kuona kwamba ziko mikono salama. Kwa hiyo nikiri kwamba ndio kuna siku moja kuna kijana ameshawahi kunifikia kwa maana ya kwamba tumuunganishe na nyumbu, kwa sababu anatamani, anapenda kutengeneza bunduki. Kwa hiyo shida ilikuwa niyo kwa maana ya kwamba mbuni kama huyu aende wapi? Lakini vinginevyo nani awazuiwe? Hapana. Kwa hiyo ni mazingira yawe wazi, mazuri, kusudi ajue kwamba akibuni nani mnunuzi wake, nani anaangalia viwango na vitu kama hivyo, lakini haizui. Kwa hiyo bado natoa wito, akipatikana waje Kosteki au mwandishi yuko sehemu fulani, tutamfikia. Kwa mfano ile wa kama ni helicopter Kosteki tunamfuata kule Songwe, alipotangaza tunaonesha habari, tunamfuata kule tukamsaidia. Sasa hivi ana bunifu nzuri sana ambazo anasaidia jamii ya wakulima. Kwa hiyo wakati mwingine serikali kama tunasema inaweka mazingira wezeshi, lakini serikali haifanyi biashara. Serikali inawezesha, wafanya biashara wanawekeza. Kwa hiyo sisi serikali tunawezesha kusudi huyu ubunifu wake uweze kufika sehemu ukaonekana kwa wawekezaji. Ndio maana nimetolea mfano sasa hivi tunafanya kazi na taasisi za biashara, taasisi za fedha, kusudi kutoa hiyo mikopo nafuu kuwekeza kwa hawa vijana. Sisi tumewezesha. Sasa nimetolea mfano wa ile gari kwa maana kwamba hao wabunifu wengine walikuwa wanabuni ile kufanyaje? Kuprove kwamba mimi naweza. Nimesoma, nimefundishwa, nimeelewa, nimetengeneza gari. Lakini hana ule mpango wa kwamba sasa hili gari lipita hatua zipi liende sokoni. Masudi Kipanya alipokuja alikuwa na wazo tofauti. Yeye ni yake ilikuwa ni kwenda sokoni. Na mpaka tunavyoongea sasa hivi yuko pale Tildo, anatamiwa pale. Kwa sababu nia yake ilikuwa toka mwanzo alikuwa na nia kubwa ile kwamba lazima nifike sokoni. Sasa tukisema kwamba tumebuni ubunifu, serikali iuchukue. Sasa hivi nimesema tuna ubunifu zaidi ya 3 ambao tumeshafikia mpaka sasa hivi. Sasa kila mbunifu serikali ikichukua haiwezi. Ila kama mazingira wezeshi hayo, kusudi sasa huyu mbunifu na ubunifu wake aweze kupata mazingira hayo, aweze kumsaidia kwenda hatua inayofuata. Ndio maana kuna hivi vituo vingi vya kusaidia kuwatamia kwa sababu vijana waende mbele. Sasa kuna wabunifu kama nilivyosema, tumesaidia vijana shule ya msingi sekondari. Ndio mfano mwepesi. Tulianza mara ya kwanza mwaka 3 yale. Tulipata vijana toka nafikiri mkoa wa Rukwa au Katavi. Walikuwa na ubunifu ambao
amechanganya mkaa na parachichi kutengeneza dawa ya viatu, kama mnakumbuka mliokuwepo. Ni ubunifu kwa level yake, sawa. Sasa mwandishi ukisema huyu mbunifu, tena alikuwa ni mabinti wawili, huyu mbunifu msaidie hii dawa yake ya viatu iweze kukua, iende sokoni, iende compete. Parachichi ni chakula, mkani tunaongea mazingira, lakini kwa level yake ameweza kutranslate yale aliyofundisha darasani kuja kwenye nani. Kwa tunampongeza na kusema at least ile nadharia imeenda kwenye vitendo, lakini huwezi kusema hii utabiasharisha. Kwa wakati mwingine tuna mazingira kama hayo, kwa maana ya kwamba kuna ubunifu tunauona, lakini mlaji sokoni anasemaje yupo. Sasa huyu wa gesi tayari solution kama hizo sokoni zipo. Kwa wanapokuja COSTECH, kama nilivyosema, tuna dawati kila liko wazi muda wote. Tofauti na kutangaza kwa mwaka makisatu, lakini pia tunayo walk in innovators, wabunifu wanaokuja kwa muda wote kupata ushauri. Kwa tunawashauri, tunakaa nao, tunaambia hiki hapa kiko hivi, tufanye hivi, tunasaidia na wengine kuunganisha na taasisi zingine. Na nikutolea mfano mmoja, mwaka 2019 kuna mtu alitokea pale Kidongo Chekundu, ambaye yeye ubunifu wake ulikuwa ni kutumia kurecycle hizi taka za plastiki kutengeneza vipuri vya pikipiki. Yule bwana alishiriki mashindano akashinda, tukampa usaidizi kama COSTECH. Usaidizi wa kwanza ilikuwa ni kutafuta taasisi ambayo inaweza ikamlea, ikamwatamia kutokana na nature ya kazi anazofanya. Yuko Kidongo Chekundu pale ni karibu, tukapeleka DIT. Kwa sasa hivi yule bwana ana kampuni yake ya kutengeneza vipuri hivyo kwa ajili ya pikipiki. Ana kampuni yake, ana duka na ana supply. Ni mfano upo. Kwa hiyo ni kijana ambaye yuko kwa sekta sio rasmi. Kwa hiyo kwamba hawa vijana mitaani tunafikia. Na pale COSTECH, tofauti na haya mashindano kusudi yafike kila mwaka, tuna dawati ambalo tunaita walk in innovators, kwamba wabunifu wanaokuja muda wowote, yana ubunifu wake, anakuja pale, anasikilizwa na kuongozwa. Na ndio maana sasa nimesema kwamba COSTECH haipo nchi nzima, tumeshiriki kuanzisha zile kumbi za bunifu 111. Kusudi kijana kule mkoani kule aenda pale usaidizi pale karibu, kusudi baadaye uje umfikie COSTECH. Kwa tunawasaidia na tunaendelea kuimarisha. Juzi kulikuwa na mkutano hapa Dodoma ARAT. Wizara tayari imeunda mwongozo kwa ajili ya kuwa na madawati ya sayansi kwenye halmashauri. Nia ni hiyo kwa maana kwamba vijana waende pale halmashauri pale wapate usaidizi. Kwa sababu bunifu nyingi ni kwa kutatua changamoto kwenye jamii. Kwa kienda pale halmashauri kama dawati tayari lipo, ambapo dawati limeunganika na wizara, ndio watamsikiliza, kuna watamsaidia kwa pale, na kuna mengine watatoa taarifa wizarani, staff ya COSTECH tutamsaidia. Kwa hiyo at least hiyo mifumo wezeshi imewekwa.